Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, niwakumbushe kusubscribe, comment na kulike na kushare, itakuwa fresh sana. Hivyo yani. So bana, leo tuko na mwanitu anaitwa mchambuzi wa hip hop. Ukienda Facebook huko ukaandika mchambuzi wa hip hop utagundua jamaa namna ambavyo anachambua hip hop kwa kina kabisa. Wasanii utaona kina Disaster vile ambavyo wanafanya zile ngoma zile, unajua maudhui kwa ujumla. So jamaa tunampa shao nyingi sana kwa sababu anaijenga jamii. So bana, leo jamaa ameelekewa moja kwa moja kwenye uchambuzi wa ngoma ya mtu mzima Nicki Bish inaitwa Au. Bonge la ngoma ambayo ukisikiliza ni bonge la ujumbe, yani hususan mapenzi. So jamaa amechambua, ameanza na utangulizi kwamba wimbo Au ni kazi ya sanaa inayojikita katika mlengo wa hip hop sa kijamii. Unajua wimbo ambao unahusu masuala ya migogoro, unajua ya kijamii, kiuchumi kwenye mahusiano ya kimapenzi. Wakati fulani mapenzi yanaingiliwa na masuala ya migogoro. Inaweza kaa kimahusiano tu, unajua kiuchumi, unajua zile vitu kama hivyo. Lakini pia akazungumzia, akagusa pia uchambuzi wa maudhui kwamba athari za kipato katika mapenzi. So Nicki anaonyesha jinsi hali yake ya ukapuku, unajua ukimsikiliza kuna muda anasema kuna verse anasema mitumba midosho inamfanya mpenzi wake kumpuuza, vitu kama hivyo. So pesa inaonekana kama nje na mapenzi. Lakini kipengele cha tatu amezungumzia pia wahusika ambao tunasema ni characters. Mzungumzaji Nicki anawakilisha tabaka la chini, unajua mkweli, anajitambua na mwenye mapenzi ya dhati, lakini ana uwezo wa kifedha, yani kwamba unampenda mwanamke nini, mapenzi ya dhati lakini una hela. So vitu kama hivyo. So bana, ni ngoma yao. Kabla ya kuendelea nikukumbusha tu kwenda digital platform nini, ukisearch kaandika Nicki Bish ngoma inaitwa Au, basi utagundua ni ngoma moja hivi yenye ujumbe kinoma, hususan watu ambao wana mahusiano. Lakini pia kipengele cha tatu ni uchambuzi wa fan au form, hasa muundo wa wimbo. Wimbo una beti tatu na kuna kitikio kinachojirudia. Kila beti inajenga hoja tofauti. Beti ya kwanza inahusu muonekano na uwezo wa kitandani. Beti ya pili inahusu tofauti za kijiografia na matamanio ya maisha. Beti ya tatu inahusu maisha ya usanii na hofu ya magonjwa, tukaa hizo. So kuna wakati unampenda mkeo nini, upende kuchiti, yani unampenda ndio akakuchoka, lakini unaogopa kuchiti kwa sababu pia unahofia magonjwa, unajua zile. Lakini pia anajaribu kuzungumzia pia mtindo na mbinu za lugha. So Nicki Bish ametumia ufundi mkubwa wa kishairi, stiari au tunasema metaphor, unajua zile. So pesa zangu zimekwenda likizo, kama utakumbuka. Kama utakushia kusikiliza au unaenda kusikiliza ngoma, kuna verse anasema pesa zangu zimekwenda likizo. Haya bana. Lakini pia kuna tashbihia pia amezungumza ambao ni similar. Anasema kama mapenzi ya nyoka si kwenye majani kuteleza. Haya bana. Ametumia pia tashhis au personifications. Anasema upendo ni wivu zaidi ya vitendo, vitu kama hivyo. So unaona very, yani nasema ni creative, unajua ni mbunifu mmoja mkubwa sana kwenye nyimbo zake. Jamaa ukimsikiliza ni mtu ambaye kwa kweli kama wanasema mtu anastahili kujengewa sanamu, huyu jamaa ni noma sana. So kuna kejeli ambao ni Iron ambao anahoji kama mpenzi wake anataka mwanaume asiyetoka ndani, jambo ambalo ni gumu kwa mtafutaji. Mwanamke anataka kukaa ndani tu noma. Lakini pia kuna mdokezo ambao ni Elpis. Matumizi ya neno au mwanzo wa kila hoja yanampa msikilizaji nafasi ya kukamilisha picha ya mgogoro huo kichwani. Lakini kipengele kingine ni matumizi ya lugha. Lugha iliyotumika ni ya mtaani, slang au slang ya Kitanzania ambayo inaleta uhalisia wa utamaduni. Hapo nimekwambia, yani Nicki ni mmoja mtu ambaye anawakilisha taifa kwa kutumia lugha ya Kiswahili effective, unajua zile. So shout nyingi kama Big Bro, Nicki Bish, Unju, unajua zile. So kuna mtu anasema mavumba, unajua ametumia hilo. Kuna dili, umeona, kukaba, kulazimisha, tifu, gomvi. Pia kuna matumizi ya maneno ya kitaalamu kama medura kuonyesha uwezo wa kiakili wa mzungumzaji. Lakini kipengele cha mwisho kinahusu tathmini na hitimisho. Kwa kitaalamu, wimbo huu umefanikiwa kuunganisha fasihi na saikolojia kupitia mfululizo wa maswali. Msanii anachambua ugonjwa wa mahusiano mengi ya mjini ambapo kile unachokiona wanasema smartness, vitara, pesa, vitu kama hivyo kinapewa thamani kubwa kuliko kile ulicho nacho. Kuna utu, mapenzi, uaminifu. So wimbo huu unabaki kuwa somo kwa jamii kuhusu umuhimu wa uwazi katika mahusiano na changamoto za kutafuta maisha kwa kijana wa kawaida wa Kitanzania. Ladies and gentlemen, bana, mimi nimeona nipite huko, lakini nakukumbusha tu ni kwamba mchambuzi wa hip hop bwana, ni mwanito ambaye anapatikana kwa Facebook. Ukipita huko basi mwanangu unajifunza vitu vingi sana. Last time ashia kumchambua Disaster Vina kwenye ngoma zake. Unajua jamani, ni mtu fanya ambaye anavijua vitu vingi sana. Kwa bana, mimi nikukumbushe tu kwamba tusishie tu kusikiliza namna gani, lakini tufanye kustream, unajua zile sana vitu kama hivyo, na kushawishi washikaji kwa kufanya kushare. Unashare ngoma za washikaji ni wengine wanaenda kuzisikiliza, lakini sio mbao ukisubscribe, unajua YouTube account zao na kufresh. Ladies and gentlemen,